sifa tumeshindwa kuizarau aibu. Watu wengi kuaibika, hapana, mbona njega kama ambayo sio ya kwake. Mimi ndio hivi, hamna. Kama Yesu kwa ajili ya furaha iliyokuwa iko mbele yake alidharau aibu. Tunaposema kuidharau aibu ni kwamba kuna maisha unaweza ukaishi kwa muda fulani ambao hutaki kuishi, lakini kwa sababu kuna kitu kiko mbele chenye thamani kubwa unakubali. Lakini Wakristo hatukubali kwamba mimi ni wa hali hapa. Hii aibu unamwachia nani huku? Kwamba tuidharau nini? Aibu. Tunataka siku zote tuonekane kwamba sisi tunataka tuonekane wa juu juu. Tunataka tuonekane wa juu juu, huko juu hatupo. Yaani uhalisia hatupo juu. Lakini kwa tunaikataa aibu, tunajipandisha wapi? Na huko juu hatuwezi. Yaani kwa maana nyingine ni kidogo nende kwenye nchi ya uchumi mfano sana. Kirahisi. Na uwezo wa 100,000. Ndio uwezo wangu. Naishi maisha ya 200,000. Hiyo 100,000 iko wapi? Unaitoa wapi? Eti. Kwa hiyo utakopa, utaiba, utadhulumu. Kwa nini anasema kwamba Yohana ni mkuu kuliko wale? Ni kwamba Yohana alimzungumzia Yesu na hakika akamwona. Lakini hawa wengine wote walikuwa wanampointi Yesu, wanamzungumzia Yesu, lakini hakufanyaje? Hawakumwona. Lakini huyu amemwona. Anasema kwamba na aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkubwa kuliko yeye. Angalia, yeye kamuona. Hawa waliotangulia hawakumwona. Lakini wale walio katika ufalme, kwamba wale wanaompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kuanzia pale kwa Yohana kwenda mbele, ni wakubwa kuliko nani? Yohana. Huu kubwa ni upi? Huu kubwa ni position ya kiroho, ni nafasi ya kiroho tulionayo sisi, ni kubwa kuliko nani? Yohana, kwa sababu tunajua kusudi la kufa na kufufuka kwa Kristo. Hapa kuna kitu nataka tuelewe. Yohana akiwa gerezani anauliza, anaambia wanafunzi, nendeni mkamuulize Yesu kwamba ni yeye yule ajaye au tumtegemee mwingine. Soma Luka 7:18. Luka 7:18. Anza 19. Luka 7:19. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu, akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Nao walipofikia kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako, akisema, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba na mapepo wabaya na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mlioyaona na kuyasikia. Vipofu wamepata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Haleluya! Ni kwamba Yohana akiwa gerezani anauliza kwamba ni ndio huyo tunamtegemea. Kuna kitu nataka tuelewe. Yohana na Yesu ni ndugu, lakini Yohana hakujua.
Alimuona yeye mwili sawa, lakini hakujua kama ndo Masihi. Mara ya kwanza anamtambulisha kwake wakati anambatiza, huwa akashuka sema, huyu ni mwanangu nayependezwa, jamaa akachukua pale. Lakini akiwa gerezani anategemea anayemtangaza kuja akiwa aje, lakini yuko wapi? Gerezani. Sasa je, ni wewe au tumtegemea mwingine? Sasa kwa nini Yesu anamwambia? Kuna mambo mawili hapa toka tuelewe hapa. Cha kwanza, hii muujiza iliyokuwa inafanyika hapa ni vitu ambavyo vinaonekana halisi, kwamba kipofu alikuwa haoni, anafanyaje? Kiwete alikuwa akitembea, anafanyaje? Wafu wamekufa, anafanyaje? Kwa hiyo wale wanafunzi wa nyakati hizo wameona hayo mambo, wanakwenda kumwambia Yohana kama bana, wafu wanafufuka, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, na viwete wanafanyaje? Wanatembea. Kwa nini Yesu anamjibu hivyo? Soma Isaya 35:4 mpaka 6. Isaya 35:4. Utasoma Isaya 35:4 mpaka 6, nao inasema, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Pole pole. Hivi kuna Biblia tusome pamoja tunangapa, Tungeani tunaweza kusoma pamoja hii mistari hapa. Twende pamoja. Anza. Waambieni walio na malipo, anakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Atakuja na kuokoa nini? Anakuja kuokoa nini? Anasema, ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kunguru, na ulimi wake aliyebubu ataimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Kwamba huyu Mungu wetu atakuja kulipa visasi. Aliyebubu atazungumza, aliyekiwete atarukaruka, aliyekufa atafufuka. Hii quotation anaichukua Yesu kutoka Isaya, anamjibu Yohana kwamba aliyetabiriwa huyo Mungu anakuja alishafika, anafanya. Wanafunzi wako wameona kwa macho, viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Kwamba msimtarajie mwingine, ndio mimi nimefika. Hiki ndicho tulikuwa najibu, kwamba ni maswali maulizo, tumtarajie mwingine. Yesu anawaambia hivi, hajamjibu kwamba mwambie msitarajie. Anajua kwamba anayetakiwa kuja ni Masihi, mpaka mafuta nani? Wa Bwana. Kazi yake ni kuja kuharibu kazi za Ibilisi maishani mwa watoto wa Mungu. Sasa vipofu wanaona, viziwi wanasikia, vilema wanatembea, wafu wanafufuka. Kwamba nimeshafika. Uliyenitangaza habari zangu nishamaje? Alishafika. Ameshafika. Kwa kuwa sasa ameshafika mwenyewe, ndio anasema kwamba hakuna miongoni mwa uzao wa mwanamke aliye mkuu kuliko nani? Lakini aliyeko katika ufalme wa Mungu ni mkubwa kuliko yeye. Kwa sababu tunajua kusudi la kufa kwa Kristo na kufufuka kwake. Yohana alinyongwa, Yesu alienda msalabani. Unajua hicho? Anajua kama kwa nini Yesu alikufa msalabani? Wewe unajua? Unajua?
kumbe sisi tuna nafasi kubwa katika ufalme wa Mungu kwa sababu tumeziona kazi za Yesu akifanya. Tumeona akitenda, akiwainua watu. Tumeona kwa macho yetu. Lakini mitume, manabii walitamani sana kuyasikia hayo, walitamani kuyaona kwa macho, lakini hawakuweza. Sisi tu hapa ndio tumepata hiyo neema ya kuyaona na kuyasikia. Kwa hiyo kuona kwetu ni kwamba Yesu Kristo hakuja tu kutukomboa, alikuja kutufunua sisi kwamba ni wanadamu. Iko hivi, jiulize kitu. Kwa nini Yesu anasema kwamba duniani mnao dhiki, jipeni moyo? Kwa nini mnifanyaje? Unaona mzani? Yaani kwamba sisi duniani kuna dhiki, tujipe nini? Kwa hiyo mfanyaje? Haoni kama anatulinganisha? Bwana jipe moyo, kwani yaani bwana jipe moyo, kuna mimi nimeshinda. Haoni kama anatulinganisha? Bwana jipe moyo, kwani kuna mimi nimevuka. Hakuna kitu nakipata. Bwana pale mimi nimepita, wewe unaweza kufanyaje? Maana anakulinganisha kwamba nilichoweza kufanya mimi unaweza. Ndio maana yake anajaribu kufanyaje kwamba pale mnapopita, kwa sababu ukiangalia Yesu hajazaa kama ulivyozaliwa. Hakunyonya. Bwana asifiwe. Amen. Hakunyonya. Haleluya. Rudi. Unaweza kuona kwamba ni suluhisho ambalo ni rahisi, lakini inakuwaje? Umetoka katika mazingira fulani, tabu fulani, changamoto fulani, umesogea mpaka huku, umekutana na changamoto hapa, hii changamoto ikurudishe huku, ukubali kurudi. Na tukasema hapana, haiwezekani kurudi nyuma. Inatakiwa hapa tulipo tokea tunatoka vipi? Hakuna haja ya kurudi nyuma, hakuna haja ya kumshuhudia huyu Farao, hakuna kurudia matapishi. Tukaze kutokea pa kwenda mbele. Tukuta kuna kundi la nne kwamba tupige magoti, tufunge macho, tuombe Mungu. Tukasema kwamba hata hii pia haiko sawa. Kuna wakati unatakiwa kukimbia mbele. Napiga magoti, tunaomba, unaomba inakuaje? Tukasema hivi, hapa atokee mbwa hapa. Mbwa kichaa hapa hivi. Tutapoteana. Hakuna atakayeomba kama Baba niongoze nipite njia hii. Tunaomba. Wakati mwongozo kabisa hapo unaona kabisa unao kabisa mwongozo ni wapi? Mwongozo labda hata ukipita kule kwa shamba kwa sababu natokea huko hapo kwa mambo mengine huko. Sasa wao tumanane wapi? Hapa. Na maana masitoshe watu waishia huko ndani. Kumbe kuna wakati tunapopitia katika changamoto fulani, katika mambo fulani, majibu watu tunakuwa nayo, lakini kwa nini tunataka kuomba? Tunakwepa majukumu, tunakwepa kuchukua hatua. Mungu anategemea tunapokuwa tunamuomba, tuombe na tuchukue hatua kuelekea hicho tunachokiombea. Biblia inasema kwamba yeyote muomba nini kama amepokea na amekuwa. Sasa jiulize, ulikuwa unaomba hapa, yamekuwa ya kwako. Sawa? Alafu umefika hapa sio ya kwako. Yaani uko hapa, Baba ya maumivu nayo sikia hapa katika Yesu na yakataa. Sawa? Uko naomba uzima, si sawa?
Sasa umefika hapa ukasikia kitomia hapa. Hii hali. Yaani uzima ulikuwa wako hapa. Umefika hapa ile hali unazungumza tena unachomegemea wapi? Kwamba kwa nini useme kwamba mimi ni mzima? Kinashinda kitu gani? Mwana changamoto. Tunarudi pale pale, tunakataa. Yaani mwenye umekubali ni mzima, au umesema hapa mimi sio mzima. Kwa kuna vitu vingine ambavyo unakuta ni sisi wenyewe tunafanyaje? Hatujielewi, tunajichanganya sisi wenyewe. Mguu mmoja mbele umeenda, umerudi pale pale, umeenda umerudi pale pale. Nikwambie ni hivi. Hatutakuja kuishi mara mbili. Nakwambia nikiondoka na nifanyaje? Ifikie wakati uoga ufike mwisho. Biblia imesema hivi, kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. Kuna wakati wa kuomba na kuna wakati wa kuchukua hatua. Kuna wakati wa kula na kuna wakati wa kunyamaza. Kuna wakati wa kila jambo. Sio kwa wakati ni kuomba. Kwa wakati na pesa baba, okay, na kushukuru nimepokea, unaenda kufanya nini? Kuchukua hatua. Wasifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo katika hayo mazingira tulikuta kwamba tulipita katika maeneo manne na majibu ya Musa tulikuwa tumeyaona. Alikuwa wajibu wale na ni watu kama tulinyoga akajibu na hivyo tukaenda tukafikia hatua fulani ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo wakati tukiangalie kuna kanuni inasema kwamba sisi tutadaiwa vingi. Nataka tuanzie hapo. Kwa nini tunadaiwa vingi? Kwa nini sisi tunadaiwa vingi? Na kwa nini sisi tunatakiwa tubadilike? Alafu baada ya hapo tuone tunatakiwa tufanye nini ili tuweze kutoka katika hizi hali tulizonazo na kwenda katika viwango vingine. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Biblia, ndio msomaji leo umehama. Msomaji sijazoea kuwa huko msomaji. Hapa upewe bike. Na hii issue ya kiburi ndio imenasa kabisa, imekamata kwamba mimi hapana. Hii 50 bana hapana, bora ni ile. Lakini sio nifanye jambo. Lakini kumbe kuna mtu mwingine anaitaka hiyo 50 anunue dishi fulani aweke hapa atembeze mboga alafu mtaji upande. Lakini tukumbuke kabisa nasema hivi, utanikumbuka kwamba ni Mungu nikupae nini? Nguvu. Kumbe tumeshapewa mtaji tunao. Kuna wengine ndio kazi tunafanyaje? Tunachagua kwamba hii ni sifa na hiyo nyingine unaikataa, pia nyingine hauna. Bora ushinde umeana. Hivi mtu mvivu ni mtu gani? Mvivu ni mtu gani? Mvivu ni mtu ambaye anapumzika bila kufanya kazi, au ni mtu anayepumzika bila kuchoka. Mvivu ni mtu anayepumzika bila kuchoka, yaani hajachoka tu anapumzika. Lakini Biblia inaniambia kwamba siku ya saba Mungu akafanyaje? Swali. Alipumzika kwa kwamba alikuwa amechoka au na hiyo kwamba alipumzika kwa sababu kwamba hafanya chochote? Nachoamini kwamba Mungu alifanya kazi siku sita akapumzika. Na Yesu anasema hivi, mpaka sasa ninatenda kazi zake Yesu. Na mpaka sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba akituombea. Haijalishi unamsikia au haumsikii. Na achojua ni kwamba ameketi mkono wa kuume Baba akifanyaje? Akiniombea. Anafanya kazi. Wewe ni nani? Yaani wewe ni nani ambaye kwamba una vigezo vikubwa sana kwamba kazi fulani huwezi ukafanya?
na bado ile hali unayo unaichukia. Inatakiwa tubadilike, tuanze upya ili tumrudishie Bwana utukufu.